Yesu asifiwe. Ni mimi tena rafiki yako katika Kristo, Pastor Emilio Mathias Anthony Mwanzigule. Nimekuja tena leo kushare message na wewe kwenye siku hii ya leo tena kutoka kwenye kitabu kile cha Maombolezo ile 3 na mstari wa 22, anaposema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Kila mtu akisema apate nafasi ya kufikiria vizuri kuishi kwake, akipiga mahesabu alikotokea, ni watu wangapi amesoma nao na hako nao tena leo? Ni watu wangapi amecheza nao na hako nao tena leo? Ni watu wangapi amekuwa nao karibu lakini leo hawapo tena? Utagundua kwamba ni huruma za Mungu kwamba hauangamii au kwamba hatuangamii. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Ndani yako kuna kusudi la Mungu, na ndiyo maana anakupa neema kwamba uishi leo, uishi kesho, akitegemea kwamba utajirudi uyafanye mapenzi yake. Iko neema ya Mungu kwa mtu anayekumbuka na kuzingatia. Kama ilivyokuwa kwa mwana mpotevu, neema ya Mungu ilimwangukia tu alipoanza kuzingatia moyoni mwake na kutamani kuomba rehema kwa baba yake. Biblia inaniambia kwamba baba yake alimkimbilia, akamkumbatia, akaandaa mazingira mazuri na akamkaribisha. Akasema, mwanangu aliyekuwa amepotea sasa ameonekana, aliyekuwa amekufa sasa amefufuka. Ndani yako ukigundua kwamba ni huruma za Mungu unaishi na kwamba hauangamii kwa sababu ya huruma za Mungu, anza kurejea kwa Mungu leo. Anza kurudi kwa Mungu leo. Anza kutengeneza mahusiano yako na Mungu leo, kwa sababu leo ni leo, asemaye kesho ni mwongo. Tafakari moyoni mwako, Yeremia aliwaza nini anaposema ni huruma ya Mungu kwamba hatuangamii? Na wewe leo fikiria, ni mambo mangapi umeyapitia ambayo leo ukifikiria kwa undani unagundua kama si nguvu ya Mungu usingekuwa hai, kama si neema ya Mungu usingekuwa hai. Hivyo tujue mimi na wewe kwamba tunaishi kwa rehema na neema ya Mungu. Kila wakati tunaponena, tunapoomba, tusikumbuke tu mahitaji yetu, tukumbuke na hitaji la Mungu kwenye maisha yetu. Mungu ana hitaji lake kwenye maisha yetu. Kuna vitu anavitaka kwetu, na ndio maana anatuacha tuishi mpaka na leo, ili kusudi tuyanene yale ambayo yeye anayakusudia tuyatende na kuyaishi. Fuata maneno haya pamoja na mimi ili kusudi tutengeneze msingi mzuri tena upya. Maana Biblia imesema katika Zaburi, misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Iko misingi ambayo imeharibika kwetu, na ndio maana Mungu kuna wakati mwingine anatuacha tunapita kwenye mazingira ambayo hayaeleweki, kwa sababu kuna mazingira ambayo tumeyapuuzia na kuyaacha. Na ungali una neema ya Mungu leo unapoisikia sauti hii na unaponitazama kwa video hii. Mungu ni mwaminifu, anakupenda, anakuwazia mema. Fuata maneno haya pamoja na mimi. Sema, Ee Bwana Yesu, narejea kwako. Naomba neema yako ya rehema na upendo. Usamee makosa yangu. Ufute jina langu kwenye kitabu cha uharibifu na uovu. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, ili niyaone mapenzi yako, ili niuone wema wako, ili niishi katika fadhili zako na utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi unapokuwa peke yako, endelea kutafakari kwamba kwa nini mimi ninaishi na kwa nini fulani na fulani hawapo? Kwa nini mimi naendelea kuishi? Kwa nini Mungu ananipa neema hii ya kuishi? Alipo kusudi la Mungu ndani yako. Usikate tamaa, simama na uende kwa Mungu na utengeneze mahusiano yako vizuri na uendelee katika safari ya kumcha Mungu. Basi hapa mwishoni niseme na kukaribisha kanisani tunapoabudu, tunapokutana na Mungu kila wakati. Ni kanisa la Mwana Kondoo Pentecostal Mission Tanzania, tunapatana Marasuka, Dar es Salaam, eneo la Bwawani. Karibu sana hapo, tumwabudu Mungu pamoja na tujifunze maneno ya Mungu kwa pamoja, katika jina la Yesu. Amen.